Barabara kabisa, hicho ni kibao chake Daudi Kabaka, msichana mzuri wa urembo na asula kama yako, ni kipi kinakufanya usiolewe? Naam, tumeweza kurudi mitamboni hapa naye Bwana Alan Adoli. Kumbuka hiki ni kipindi unachokienzi cha Darubini ya Kisiasa. Kiangazia masuala ya kidiplomasia kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu. Na ni kesi ambayo imeleta uhasama kati ya Kenya na Tanzania, ama jambo ni kama jambo la vurugu kidogo. Mwanzo unajua hisia zinazotolewa na viongozi wa Tanzania si hisia nzuri na si hisia ambazo zinafaa zidhihirishwe na viongozi. Masuala haya ya jenzi ya vijana mtandaoni si vita vya viongozi. Ndio, kumbuka ya kwamba wale wana Tanzania walionyesha ya kwamba pia wana nguvu, na haswa tukikumbuka ya kwamba kiongozi wa PLP Martha Karua aliweza kufika kusikiza ile kesi na akaweza kurudishwa humu nchini wakati tu walipowasili. Tena kumbuka ya kwamba kuna huyu kijana mwingine kwa jina la Boniface Mwangi ambaye alikuwa ametekwa nyara kuhusiana na kesi hii ya Tundu Lissu, na alilalamikia kuwa alidhulumiwa. Ndio. Video hiyo iliyokuwa ikisambaa ilionekana akilia na kwa uchungu, ni kama alidhulumiwa vibaya na maafisa wa usalama wa Tanzania. Pia mwanadada wa kule Uganda, nimesahau jina lake, pia naye alikuwa anasema ni kama kabakwa. Kulikuwa na madai kama hayo. Na hivyo sivyo ambavyo jamii hii ya East Africa inafaa iendelee. Ndio, kumbuka Boniface Mwangi pia aliweza kuongea na vyombo vya habari na akaweza kuelezea mambo ama baadhi ya mambo ambayo aliweza kupitia katika mikononi mwa wale watekaji nyara wa mle Tanzania. Unajua serikali hizi mbili ni serikali kubwa na zimekuwa na ushirikiano wa siku ndefu ama siku nyingi. Ndio. Haifai viongozi kupigana na vijembe. Unajua viongozi na hasa wabunge wa Tanzania wanasema kuwa wametuzidi ama wamezidi Kenya pakubwa. Wasitumie jukwaa hilo kuwapotosha wa Kenya. Kumbuka Tanzania kuna upungufu fulani wa maendeleo. Kenya pia kuna upungufu fulani wa maendeleo. Huu ni muda mwafaka ambao viongozi hawa wawili wasitumie watu wachache, wanaharakati wachache ambao maybe wana misingi yao ya kisheria kama hawakuhisi kuwa kesi hii ikufaa kuingiliwa, wangetumia njia nyingine, lakini kuanza kufanya hiyo stereotype, generalizing a particular thing na watu wote, hivyo wanafanya vibaya kabisa. Kumbuka ya kwamba mataifa haya pia ni mataifa ya kupigiwa mfano. Kumbuka ni mataifa ambayo yanaheshimika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa hivyo kutoa picha kama ile itakuwa ni picha ambayo itaweza kutoa muonekano mbaya hasa katika nchi hizi mbili. Na ikumbuke, unajua wasomi wengi hata wa sheria, wasomi wengi wanasoma katika vyuo vyetu hapa, mfano chuo kikuu cha Nairobi. Na pia sisi kuna kaka zetu ambao wako kule wanafanya kule kazi. Pia tunasema kuna wachache ama kuna idadi fulani wanasomea kule. Sasa hizi nchi mbili ni za kutegemeana. Haifai tukue ama viongozi wakuwe ndio wanaopotosha watu kwa kupiga vijembe huku na kule. Inafaa wazingatie nidhamu ya hali ya juu ili wawe mfano mwema kwa wananchi. Hizi ni nchi ambazo zinafaa ziwe, kama ninakuunga mkono Bwana Alan, ni nchi ambazo zinafaa kuonyesha mfano mzuri. Kumbuka kuna mataifa mengine kama vile South Sudan, mataifa kama vile Sudan, kuna mataifa kama vile Somalia, mataifa kama Kongo. Hakuna utulivu, na ni mataifa pia ambayo yanagoja kuona usaidizi wetu kwa wao ni gani. Sasa tukianza misingi kama hii ya kupiga
kupigana Cold War, vita vya maneno na propaganda, vinaweza changia vita vya ndondi. Mwanzo hakuna lisilowezekana. Naam, yote yawezekana. Kumbuka haya ni masuala ya kitaifa na ni masuala ya kidiplomasia, kwa hivyo yanaweza kuwa masuala hatari mno. Kumbuka ule mbunge mwanadada alikuwa mpaka anasema Martha Karua angeguswa na jeshi la huko, atoke huko kabisa, atumie oksijeni. Naam, swala ambalo si mzuri kabisa. Naam. Na hairuhusi kwa kiongozi yeyote. Ndio. Huo si mfano mwema. Ndio, kumbuka mataifa haya mawili ni mataifa yaliyo na demokrasia ya juu. Kwa hivyo Martha Karua kwenda pale nchini Tanzania kabisa ilikuwa hali ya demokrasia na hali ya kwenda kuonyesha kwamba wanaweza kwenda kusikiza kesi na kutetea mmoja wao. Kumbuka masuala ya sheria ni kama msumeno, ukata mbele na nyuma. Ili suluhisho liweze kutokea, hawa mawakili usafiri hata nchi zingine kwenda kuangalia jinsi baadhi ya masuala yanatatuliwa. Haikuwa ni kama sionekana sisi ati nawatetea, lakini masuala haya ni kujifunza kutoka kwa jirani yako. Anafanya, kumbuka masuala ya uhaini ama kosa la uhaini ambalo Tundu Lissu anashtakiwa nalo, si jambo rahisi. Ni jambo ambalo wasomi ama wanasheria nafaa waliangazia na waende kule waone litatekelezwa vipi. Mwanzo si jambo jepesi. Ndio. Naam, haya yamekuwa masuala ya humu nchini ya kisiasa na pia masuala ya kidiplomasia. Katika kipindi hiki cha Darubini ya Siasa ninaweza kumuona mmoja wa wasikilizaji wetu pale kwenye mitandao ya Facebook. Na anaweza kusema jina lake ni Benson Githu, na anaweza kusema ya kwamba mkondo huu wa Gachagua kuita wenzao wale wa Ukambani cousin ni mkondo ambao wameona wanasiasa wengine wakifanya, na kwa hivyo anasema ya kwamba hili si jambo geni kwa wananchi wa hii nchi. Anarejelea mazungumzo yetu ya kipindi cha kwanza cha Darubini ya Siasa humu nchini. Nilikuambia ushirikiano ni kiungo muhimu. Hapa namuona mwanadada Sharon Mugure anasema Bi Samia Suluhu, rais wa Tanzania, yafaa awaonye wabunge wake wasije wakapiganisha watu kwa misingi ya maneno machafu. Ndio, ninamuona mmoja ambaye ni mbunge ambaye ni msikilizaji wetu mno pale. Anatokea kule maeneo ya Narok kwa jina la Wilfred Naitutai. Ni mheshimiwa ambaye ni rafiki yangu wa kitambo. Na pia hata sasa bado ni rafiki yangu. Jamaa anajituma kweli kweli. Naam, namuona hata analeta miswada pale bungeni na pia ameweza kuwasilisha alafa yake hapa kupitia mtandao wa Twitter. Naam, ni mfano mwema wa kuigwa. Mwanzo anajituma na anajizatiti kabisa kuhakikisha kuwa watu eneo lake wanapata huduma bora. Ndio. Na anaweza kusema ya kwamba ati ni wakati mulwa mitandao ya kijamii kuwa na udhibiti. Haswa kwa vijana ambao hawajaweza kujua matumizi bora ya mitandao hii, na anasema ya kwamba ataleta mswada huo bungeni. Lakini kumbuka ni vigumu kuwadhibiti vijana wa Kenya. Mwanzo nchi hii, demokrasia nchi hii ni freedom of speech. Ukiangalia hawaanzi kumtukana tu mtu, si ati nawatetea. Ndio. Huwa wachangamufu pale ambapo wanaona wanaguswa. Na kumbuka vijana wengi pia serikali yafaa itafute kazi ili ipunguze mitandao hii, vita vya mitandao. Mwanzo vijana they are idle. So kazi. Unapata hacking inafanyika. Vijana wamesoma lakini hawana ajira. Sasa ni jukumu la serikali kuhakikisha kuwa vijana humu nchini wamepata ajira mwafaka. Ndio. Kwa hivyo bwana ama mheshimiwa Wilfred Naitutai, umeweza kusikia mawaidha hayo kutoka kwake bwana Alan. Wakati unapopeleka mswada huo, upeleke mswada huo kwa jinsi ama kwa ukakamavu zaidi. Kabisa. Nikidhani siku moja tutamwalika hapa studioni aweze kujumuika nasi katika kazi zake nzuri kabisa. Naam. Na amesema ya kwamba amekuitia leo atakuwa akichinjia familia yake nyama pamoja na marafiki wake. Ama ni kwa vile sina nauli, lakini ningefika kule mwanzo mnofu wa nyama siwezi kuondokea. Anasema hafla hiyo itaanza mida ya saa 9 hivi. Tutakuwa tumetoka mitamboni. Na watakaohudhuria kule waweze kuhudhuria na utangamano mzuri. Mwanzo hafla hiyo ni ya kuleta jamii pamoja. Ndio. Kumbuka ya kwamba chuo cha Michuki National Polytechnic kinaweza
kukumbusha ya kwamba kule kuna kosi tofauti tofauti za mtu ambaye ameweza kukamilisha masomo yake ya kidato cha 4 na ambaye angetaka kufanya kosi hizi za mikono. Akaweza kufika eneo hilo na akaweza kupata ujuzi ambao unahitajika katika jamii na ambao utamsaidia kujiajiri na pia kuajiri wenzake. Naam, kumbuka ya kwamba kuna kosi kama vile